Maandiko ya Mungu yanasema kuwa katika kitabu cha Mathayo 28:19-20, basi enendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Maneno haya yametimizwa na mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer akiwahudumia maelfu ya watu nchini Brazil, akiwa huko zaidi ya siku 12 na kuwafungua watu wa Mungu kupitia miujiza mbalimbali ya neno la Mungu, wengi wakipona kutoka katika vifungo vya yule mwovu. Safari ya kutoka Dar es Salaam Tanzania hadi kuwasili nchini Brazili ilikuwa safari yenye maono makubwa ya mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Mwamposa Bulldozer kutoka kwa Mungu. Tunamshukuru Mungu. Agradecemos muito a Deus. Tumefika salama. Chegamos bem St. Louis. aqui em São Luís, Katika nchi ya Brazil. dentro do país Brasil. Tulikuwa tunasikia tu, Nós ouvimos somente, lakini Mungu ametufikisha. mas Deus nos fazer chegar. Imekuwa safari ndefu, Foi uma viagem muito longa, lakini kwa ajili ya Injili mas por causa do Evangelho, tumefika, chegamos. na mkono wa Mungu A mão de Deus uko pamoja nasi. está junto conosco. Watu wengi walimpokea mtumishi huyo kwa shangwe, ndelemo pamoja na vifijo, wakiwa na imani ya kuwa kila hila za yule mwovu juu ya watu wa Brazil zitakwenda kukoma kupitia upako wa Roho wa Mungu. Siku zote za upako nchini Brazil zilifanikiwa kuokoa maisha ya watu wengi. Kila alipokuwa akiweka mkono, basi maumivu ya wengi yalikoma na kuanza kumtukuza Mungu. Kila alipokuwa akiendelea kuachilia upako, watu wengi walifunguliwa. Ama kweli nguvu ya Mungu ilitenda mambo makubwa na ya ajabu isivyo kawaida. Anasema alikuwa na uvimbe 4. Unaamini kabisa? Creia! Sasa hivi Agora! Yesu anaondoa. Jesus vai tirar. Inua mikono juu. Levanta a mão em cima. Out! Livre! Upako huu ni upako wa kimataifa. Mambo mengi yalitendeka kwa nguvu ya Mungu, wengi wakimtukuza Mungu kwa miujiza iliyotendeka juu yao. Brazil imeitika, Brazil imemwona Mungu. Jambo hili litabaki mioyoni mwa watu wa Brazil siku zote za maisha yao. Baada ya mwana wa Mungu kukamilisha yote hayo, basi safari ya kurudi Dar es Salaam ilianza. Kwa masaa kadhaa na hatimaye mtumishi huyo alipokelewa katika uwanja wa Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, huku akizungumza mambo mengi yaliyotendeka nchini Brazil, ikiwa ni tukio lililowashangaza watu wengi. Mtumishi huyo kutoka Afrika kuwahudumia watu wa mataifa ya wazungu, likitajwa kuwa ni tukio la kipekee kuwahi kutokea ulimwenguni kote. Kwa asili ya mijire ya wazungu, wao walizoea wazungu ndio wanaweza wakafanya mkutano na wakasponsor mkutano kwa gharama zao. Mwafrika alikuwa anaonekana na dharaulika, lakini tulipoingia na kufanya mkutano, wengine wameshukuru Mungu na kutoa machozi. Hawajawahi kuona, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza watu ambao ni kutoka Afrika tunafanya mkutano na kwa gharama kutoka kwetu, kwa neema ya Mungu aliyotupatia. Amen. Bila wasiwasi, mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni Captain Fanuel Steven. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.